wa roho zetu ndani ya Kristo Mungu ameuweka ndani yenu. Hebu tumshangilie Bwana Yesu kwa ajili ya wazazi wetu. Amen. Amen. Zaidi pia ni kushukuru wewe uliyefika. Baba yetu leo hayupo pamoja na sisi, ameenda kwenye ibada pale Morogoro Betheli kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzima na afya ya mtumishi wa Mungu askofu wetu Barnabas Mtokambari. Bwana Yesu asifiwe. Yule baba Barnabas Mtokambari, Mungu amembebesha mzigo kwa ajili ya uamsho katika kipindi hiki cha kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo afya yake ni kwa ajili ya usalama wa kanisa. Kwa hiyo Mungu amemwacha kwa sababu ya usalama wa kanisa. Amen. Kwa baba yetu naye akaona isiwe vyema, akaona naye aende kule akamtukuze Mungu, lakini anawasalimia sana. Pokeni salamu kutoka kwa mchungaji. Amen. Basi twende kwenye neno la Mungu. Twende kwenye neno la Mungu. Twende kwenye neno la Mungu. Kichwa cha somo cha leo kinasema namna ya kulifanya neno la Mungu lizae matokeo kwenye maisha yako. Punguza sauti kidogo. Namna ya kulifanya neno la Mungu lizae matokeo kwenye maisha yako. Wangapi wamekuja na Biblia? Wangapi wamekuja na Biblia? Wangapi wamekuja na mahali pa kuandika? Amen. Kanisani ni chuo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ni nini? Ni chuo. Namna ya kulifanya neno la Mungu lizae matokeo kwenye maisha yako. Ujasiri wa Mkristo kwa mataifa au kwa watu wasioamini ni matokeo ya neno la Mungu kwenye maisha yako. Yaani ujasiri wetu sisi sio kwenye kuomba sana. Ujasiri wetu sisi sio kwenye kuhudhuria sana kanisani. Ujasiri wetu sisi kwa mataifa ni pale neno la Mungu linapodhihirika. Yaani unapoishi matokeo ya neno la Mungu ndio ujasiri wako uko pale. Mkristo yote ambaye hata kama ana vifungu 200, 500 kichwani, ila kama havileti matokeo kwenye maisha yake, watu wanamdharau. Tunaelewana eh? Tunaelewana? Watu wanafanya nini? Wanamdharau. Kwa ujasiri wetu umefungwa sana kwenye matokeo ya neno la Mungu. Na umaana wa imani yetu unaamuliwa na matokeo ya neno la Mungu kwenye maisha. Umaana. Hivi unajisikiaje chochote ukiomba Mungu anakupatia? Unaweza ukaogopa chochote? Unafikiri kwa nini Wakristo wengi saizi ni wazito kuja kwa Mungu? Kwa sababu wanakosa ile imani kwenye neno kama lilivyo. Na ndio maana wengi wako kanisani lakini wanatumia sana akili zao kuendesha maisha kuliko kumtegemea Mungu. Sisemi usitumie akili, ila wanategemea, wamechukua nafasi ya Mungu, wametoa Mungu, wameweka akili. Kwa hiyo wanaamini katika vitu vinavyoonekana, vinavyoshikika na vinavyowezekana, lakini hawawezi kuamini neno la Mungu kikamilifu kama linaweza kuleta matokeo kwenye maisha yao. Na ndio maana sasa leo watu wengi wamekuwa wazito kujitoa kwa Mungu, wamekuwa wazito kumtumikia Mungu. Kwa hiyo kumekuwa na uhalisia mdogo wa neno la Mungu kwenye maisha ya watu wengi, na hii husababisha watu kuto kuliamini neno kama lilivyo ili wapate matokeo kwenye maisha yao. Kwa hiyo mtu anategemea mitetemesho ili aweze kuamini. Yaani mtu kuliamini neno la Mungu, kulichukua kama lilivyo ni kazi siku hizi. Mtu kuamini kwamba kwa kupigwa kwake Yesu nilishaponywa, nitembee hivyo ni kazi, mpaka umtetemeshe kidogo. Na ndio maana sasa wenzetu wenye wajanja wanachoona wanasema kwamba sasa ili sasa nikusababishie uponyaji, anakuletea vituko vingi. Anakuletea vituko vingi, lazima akutetemeshe ili uone umeponywa. Mtu mmoja akawa anatoa tasmini, akawa anasema kwamba kanisa la Afrika usipoenda nao kama mchungaji, usipoenda nao kama mganga wa kienyeji hautoboi. Kwa sababu gani? Wamezoea vitisho ili ndo waweze kusimama. Lakini watu kuliamini neno la Mungu kikamilifu, kuleta matokeo, kulitii ili liwaletee matokeo, ni kazi. Na moja ya sababu inayofanya hali hiyo kuwa hivyo ni aina ya mioyo inayopokea neno. Aina ya mioyo inayopokea neno ndio inayofanya neno la Mungu lishindwe kuzaa matokeo kwenye maisha ya watu. Aina ya mioyo. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niiseme hivi.
Sio aina ya neno tu ulilolisikia litakalo kuletea matokeo kwenye maisha, ila ni aina ya moyo unaopokea hilo neno ndio utakaosababisha matokeo kwenye maisha. Moyo mbovu hauwezi kuzaa cha kimungu. Moyo mwovu hauwezi kuzaa cha kimungu. Neno la Mungu linapoingia kwenye maisha yako ni kama mbegu. Hebu mwambie jirani yako, kama mbegu. Sema kama mbegu. Ni kama mbegu. Likiingia ndani ya moyo kama mbegu, mbegu yoyote ili iweze kuota haijitegemei yenyewe, inategemea na aina ya nini? Ya udongo. Udongo ule ukiwa na rutuba, ile mbegu inafanya nini? Inachipua. Ila udongo ule usipokuwa na rutuba, ukiwa na miba, ukiwa na miamba, ukiwa ule udongo ni mgumu, ile mbegu haiwezi kutengeneza mizizi. Udongo ule ukiwa hauna maji, haiwezi kutengeneza nini? Mizizi. Kwa hiyo aina ya mioyo ndio inayopokea neno. Nikapata fundisho hapa. Nikapata fundisho kwenye mfano wa mpanzi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba niwekee Mathayo 13 mstari wa kwanza. Tunaanza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Pale nilikuwa naweka utangulizi ili ujue. Kwa hiyo neno ni kama mbegu. Aina ya moyo unaopokea neno ndio utaamua neno hilo lizae au lisizae matokeo kwenye maisha yako. Kwa hiyo tuangalie kwanza mfano wa mpanzi. Anasema siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Endelea. Akawaambia mambo mengi kwa mifano akisema, tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Hata alipokuwa akipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia, na ndege wakaja wakafanya nini? Wakazila. Hizo za kwanza, andika mwiba, andika njia, mbegu za kwanza. Tena endelea. Nyingine zikaanguka penye miamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua, na kwa kuwa hazina mizizi zikanyauka. Nyingine zikaanguka penye miiba, ile miiba ikamea ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikazaa 100, 160, 130. Yesu alikuwa anazungumza kwa mifano na watu ambao hawajaamini. Lengo lake ni kwa sababu alikuwa anajaribu kumenya kitu kidogo ambacho mataifa wanaweza wakaamini. Kwa sababu kama habari za mbinguni tu walikuwa hawawezi kuziamini, isingewezekana kuamini habari za mbinguni. Kwa akawa anaongea nao kwa mifano. Yesu akatoa mfano wa mpanzi. Kwenye mfano wa mpanzi mbegu zake zilianguka katika maeneo makubwa mangapi? 4. Eneo la kwanza zilianguka njiani. Manake yamkini mpanzi alipokuwa anatembea, zile mbegu zikaanguka wapi? Njiani. Lakini za pili zikaanguka kwenye miamba. Zilipoanguka kwenye miamba, zingine zikaanguka kwenye miba. Zingine zilizoanguka kwenye miba, zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri. Manake zilizoanguka kwenye njia, manake njia ni sehemu ambayo watu wengi wanapita. Kwa sababu watu wengi wanapita, zile mbegu haziwezi kuota, watu wakazikanyaga zile mbegu zikashindwa kuzaa. Zingine zikaanguka kwenye miamba. Zilipoanguka kwenye miamba, manake nini? Zilianguka kwenye miamba. Ile miamba kwa sababu mbegu ile inabidi ichipue kutokea chini, zikakosa mizizi. Zilipokosa mizizi, kwa sababu kulikuwa hakuna maji na jua lilipopiga, zikanyauka. Zingine zikaanguka kwenye miba. Zilipoanza kukua, miba ikazisonga songa. Kwa hiyo baada ya kuzaa zenyewe kama zenyewe, zikajikuta zimezaa na magugu. Zingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, manake udongo wenye rutuba, udongo wenye mbolea, udongo ulioandaliwa. Zilipoanguka kwenye udongo ulipoandaliwa, zikazaa 100, zingine zikazaa 160, zingine zikazaa 1 ngapi? 30. Sasa nikapata hichi kitu. Neno mbegu ni neno la Mungu. Neno mpanzi ni Mungu. Na neno udongo ni aina ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni aina ya moyo. Neno lolote la Mungu linapokuja, linakuja kupata utawala kwenye moyo wa mtu. Manake moyo wa mtu, kwenye nafsi ya mtu. Tunaelewana? Kwenye nafsi ya mtu linakuja kupata utawala kwenye nafsi ya mtu. Sasa sio tu neno lililokuja ndio litaleta matokeo, linategemeana na aina ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Linategemeana na aina ya moyo ili hilo neno liweze kuzaa matokeo. Tunaelewana?
Sasa tuanze hizi zilizoanguka njiani. Njia hupitwa na mtu yoyote. Kwa hiyo njia kama inapitwa na mtu yoyote kwenye moyo wa mtu, hawa ni watu ambao hawana utulivu wa moyo katika kusikiliza neno la Mungu. Na ukisoma pale wakati Yesu anatoa tafsiri au mfano, alisema ya kwamba kila mtu anayelisikia neno la Mungu na asilielewe nalo, shetani huja kuliiba. Ndivyo walivyo hawa watu wa njiani. Watu wa njiani mioyo yao ina kelele nyingi, hawajaweza kutuliza moyo wao kusikia kitu hiki kimoja. Ni watu wa kuperuzi. Moja ya roho hizi inayotushambulia sana hata vijana ni roho ya kuperuzi. Hauwezi kustiki kwenye kitu kimoja ukafocus. Hata ukishika simu, tunapenda kufuatilia vitu vinavyotupa furaha. Unaperuzi hapa, unamwangalia fulani, unaperuzi hapa, unamwangalia fulani. Lakini ukisema utulie, ujifunze somo la saa 1:30, ni kipengele. Mwingine lazima asinzie kwanza, ili akisinzia ufahamu ujifanye nini? Ujiligain ndo arudi tena. Kwa hawa watu hawana utulivu. Hawa watu wanatoka nyumbani wamejiandaa, wamevaa nguo nzuri, wamependeza, lakini mioyo yao hawajaiandaa. Na ndio maana wakifika kanisani hawawezi kudaka kitu. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao ina kelele nyingi, wana sauti nyingi, hawaja guide mioyo yao. Ngoja nikwambie kitu. Issue ya kulinda moyo sio issue ya Mungu, ni ya kwako. Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vyote ufanyavyo nini? Vilindavyo. Manake issue ya kuamua moyo wako utafakari nini, ni wewe unayeamua. Na moyo umewekwa katika hali ya kutafakari. Manake usipojichagulia cha kutafakari, utatafakari chochote kilichopo. Mazingira yatakuamulia cha kutafakari. Tunaelewana? Yatakuamulia cha kufanya nini? Cha kutafakari. Kwa hawa watu mioyo yao ni njia. Yeyote anaweza akapita. Uchafu unaweza ukapita kwenye moyo wake. Anaweza leo akaingiza taarifa hizi, kesho akaingiza taarifa zile, kesho akaingiza taarifa zile. Anaweza hapa akawa amesikia neno, kwa kupigwa kwake Yesu tulishaponywa, akaamini kabisa kwa kupigwa kwake Yesu tulishaponywa. Akatoka pale nje akasikia kwamba wewe huo ugonjwa ulimuuaga Ashura, akashika ugonjwa ulimuuaga Ashura. Akaenda pale akagundua, akasikia hiki na akashika hicho, akashika hicho, kwa sababu moyo wake hajauguide kutulia sehemu moja. Hawa watu wanakujaga kanisani hawajaandaa mioyo. Kwa akija kanisani ndio maana anakuaga na haraka ya kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu hajauandaa moyo. Watu wa dini ndio wako hivi, hawajauandaa moyo. Hawa watu wanakujaga kanisani kwa ajili ya kutimiza ratiba. Hawana njaa. Tunaelewana? Ngoja niwaambie, moja ya mtaji wa kukutana na Mungu kwenye maisha yako ni njaa. Mwambie jirani yako njaa. Shauku ndio inayokufanya ukutane na Mungu. Shauku ndio inayokufanya ukutane na Mungu. Kama hauna shauku, hata ukae katikati ya kusanyiko la malaika hautapata kitu. Hata ukae katika kusanyiko la malaika hautapata kitu. Kwa hawa watu hata wanapotoka nyumbani wanakuja wamejiandaa, wamependeza, wamevaa vizuri, lakini mioyo yao iko mbali. Anaweza kaa hapa yuko kanisani lakini moyo wake uko Kariakoo. Yupo hapa kanisani lakini moyo wake uko wapi? Uko Temboni. Yuko hapa lakini moyo wake haupo. Na ndio maana hata anapoomba, anachoomba maanishi. Juzi nilisema unakuta ndio ile mtu anasema katika jina la Yesu. Alafu anashangaa anaangalia anafanya hivi. Alafu anasema katika jina la Yesu. Shetani afanya hivi, afanya hivi katika jina la Yesu. Au mwingine apigia mwaya huko katika jina la Yesu, apigia na mwaya huko, kwa sababu hakuna ile deep side ya ndani. Kwa hiyo suluhu la mtu kama huyu anachotakiwa ni kufanya nini? Anatakiwa kufanya suluhu kwenye Mithali 16 mstari wa kwanza. Hebu niwekee Mithali 16 mstari wa kwanza. Mithali 16 mstari wa kwanza. Wangapi wananielewa ninachokimaanisha? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa nani? Hebu tusome wote. 1, 2, 3 twende. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Ni mtu anayeandaa mazingira ya kukutana na Mungu, sio Mungu akutetemeshe. Unajua kwa nini muda mwingine hapa waimbaji sasa wana struggle? Wanaanza kusema kwamba hebu tafakari Bwana alivyokuvusha. Tafakari, kuna mtu juzi amegongwa na gari stop over. Ashumu ungekuwa ni wewe. Angalia vile Bwana alivyokuvusha. Angalia ujafa kwa kansa. Ndo uanze kumwabudu Bwana. Lakini kama wote tungekuwa tunaiandaa mioyo kikamilifu, tungekuwa tukija hapa
hakuna ambaye angekuwa anamwambia mwenzake hebu nyosha mikono juu. Akianza tu kuimba hapa, wote tunanyosha mikono juu. Kwa nini? Kwa sababu hatuabudu mtu, tunamwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunamwabudu nani? Mungu. Kwa ni wewe, kwa kabla hujaja kwenye uwepo wa Mungu, jiandae kwamba unaenda kukutana na Mungu. Agano la Kale, Mungu alipomwambia Musa anataka kukutana na wana Israeli, aliwaambia wafue na nguo. Wafue nguo. Aliwapa masharti wanaume asimkaribie mwanamke ndani ya siku 3. Sasa hiyo ni agano la Kale. Wafue nguo, wasafishe ndani, wajitakasa wewe wasafi. Na penyewe uwepo wake uliposhuka, walishindwa kustahimili. Walishindwa kufanya nini? Kustahimili. Sasa kipindi kile ni Mungu alikuwa anashuka. Saizi ashuki, yupo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipindi kile alikuwa anafanya nini? Anashuka. Lakini saizi ashuki, yupo ndani yako. Unachohitajika ni kumpa nafasi. Biblia inavyosema ingia katika chumba chako cha siri. Sio ufunge mlango, ni moyo wako. Moyo ndo chumba cha siri. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako ni madhabahu ya Mungu. Mwili wako ni hekalu, moyo ni madhabahu. Unaona hili ni hekalu, si ndio? Madhabahu iko hapa, si ndio? Manake neno linapotoka, siwezi nikasimama kule nyuma nikaanza kuhubiria huko. Nasimama hapa, naitia kule. Nikaanza kusema siku nikisema niende kule nyuma kule nianze kuwaita, hebu kama una ugonjwa njoo huku nyuma, mtaanza kusema huyu jamaa ameanza uchawi. Lakini nawaita hapa mbele kwa sababu hapa ndio madhabahuni. Ndivyo ulivyo moyo wako. Moyo wako ni madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni madhabahu ya Mungu. Kwa unahitaji kuandaa moyo wako kabla hujakutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hawa watu wanahitaji Mithali 16 mstari wa kuandaa moyo. Unaenda kukutana na Mungu. Ukishaweka kwenye akili yako kwamba ninaenda kukutana naye ni Mungu, lazima nitauandaa moyo. Manake anacho cha kusema kwa ajili ya maisha yako. Wengi hapa niwaambie ukweli, majibu yenu ya maswali yenu mengi yameshajibiwa hapa madhabahuni. Lakini ni nani awezaye kusikia? Issue ni kusikia. Mungu anasema, ila issue ni kufanya nini? Kusikia. Ile ibada unayosemaga, yani ibada ya leo ilikuwa na uwepo. Ukweli ni kwamba sio ilikuwa na uwepo. Ibada za hapa zina uwepo kila siku. Ila umeuandaa moyo wako ukadaka. Ukiishi maisha kuuandaa moyo wako kila siku, utakuwa unapata kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wa pili walioangukia kwenye miamba. Miamba ilizoangukia kwenye miamba. Miamba ni migumu. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba ile ardhi, mbegu ikishaanguka inaanza kumea. Ikishaanza kumea inaanza kuota. Lakini mbegu ili izidi kuota inahitaji kutengeneza mizizi kwenda chini, ambapo inabidi ikutane na chemichemi ya maji. Si ndio? Ya chini huko chemichemi ya maji. Inahitaji udongo ulio tifutifu, ulio mzuri ili iweze kutengeneza mizizi. Lakini miamba ni migumu. Kwa ile mbegu ikijikuta kwamba inataka kupenetrate chini, inashindwa. Kwa mwanga wa jua ukija, ambao lile jua lilibidi ifanye ile mbegu kumea, ile mbegu inajikuta inanyauka. Nikapata somo. Hawa ni watu ambao wanakuja kanisani, wameandaa mioyo, wamepokea neno la Mungu. Lakini lile neno la Mungu linashindwa kuzaa kwa sababu hawalifanyishi mazoezi. Tunaelewana? Hawalifanyishi nini? Mazoezi. Wanasikia kabisa, anasikia kabisa. Utasikia akiwepo hapa, anasikia kabisa kwamba yes, kwa kupigwa kwake Yesu nilishaponywa. Mimi ni mwenye haki wa Mungu. Ninazo nguvu za kutawala na kumiliki. Linakaa huku. Akishatoka, akishaanza kulitendea kazi siku ya kwanza, siku ya pili, dhoruba inayokuja siku ya tatu inalikomba lote lile neno. Inakomba lote. Na hii changamoto wa mama ndo anayo sana. Mama hapo unaweza kumwombea akasema nimepona mtumishi, naamini katika jina la Yesu. Naamini nimepona. Naamini niko vizuri. Ukienda kesho ule ukili unaondoka. Na hii kitu shetani anaitumia maumivu kukufanya usikili neno la Mungu. Shetani lengo lake ni kuhakikisha kwamba hakuna kinachozaliwa kwenye maisha yako kilicho cha kimungu. Usiwe na cha kushika. Shetani anataka uishi kwa milango 5 ya fahamu. Usiwe na ule mlango wa 6 unaoitwa imani. Ni kazi ya shetani. Kwa hawa watu hawalifanyishi neno la Mungu mazoezi. Umesikia neno la utoaji, umedhamiria kutoa, lakini unaenda mbele unasikia kuna kikwazo fulani,
unaahirisha kusimama kwenye lile neno la utoaji, haliwezi kuzaa, ndio miamba. Na ndio maana pale kwenye aya anasema hawa watu hukwazika na lile neno wakisha kutana na dhoruba. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao ni migumu. Ngoja niwaambie kitu, moyo unafanyishwa mazoezi kwa neno la Mungu kwa kuliamini na kukiri. Hizo ndo kanuni kubwa mbili. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Yaani moyo unafanyishwa, ngoja niwape hichi kitu kwamba hivi nafsi yako ilivyo iko katikati. Kuna wapinzani wakubwa kwenye maisha yako. Kuna nia ya mwili na roho, ni wapinzani wakubwa. Roho ambayo imezaliwa upya, au tunasema kuna wema na ubaya kwenye maisha yako, vinapingana. Kila muda unapotamani kutenda wema, uwaga kuna upinzani wa ubaya unaokuja kwenye maisha yako. Nafsi yako, yani mfumo wako wa akili, mfumo wako wa hisia na mfumo wako wa maamuzi, wenyewe uko katikati. Tumeelewana? Hebu naomba watu watatu, njoo watu watatu, njoo watu watatu, niwaonyeshe kitu. Njoo, wewe kaa katikati. Huyu ni mwili, ni nia ya mwili. Huyu ni nia ya nani? Huyu ni nia nani? Ya roho. Tunaelewana? Mungu anazungumza na mtu kupitia roho. Yaani neno la Mungu lile ni roho atiaye uzima. Shetani anapokuja kumanipulate, kuja kuharibu maisha ya mtu, anatumia nia ya nini? Ya mwili. Uwanja wa vita kati ya mwili na roho uko kwenye nafsi. Tunaelewana? Uko kwenye nini? Kwenye nafsi, au kwenye mfumo wako wa akili. Uko hapo kwenye mfumo wako wa akili. Kwa hiyo sasa huyu hapa ataamua kutokana na nani aliye na nguvu kwa wakati huu. Huyu hapa nafsi anaamua kutokana na nani aliye na nguvu. Hii ndo sababu ya kwamba kuna wakati huwa unasikia upinzani mkubwa kwenye maisha yako. Unasita katika jambo fulani. Unatamani kuamini, unasita kuamini. Unatamani kutumaini, unasita kutumaini. Ni nini? Ni vita ambayo iko wapi? Iko hapa. Baada ya hapo, huyu asipojua cha kufanya, kama huyu atakuwa na kelele kuzidi huyu hapa, huyu ataegamia kwa huyu. Mshike mkono kistaarabu, wewe mshike mkono. Huyu ataegamia kwa nani? Huyu. Tunaelewana? Akiegamia kwa huyu, huyu anakuwa mtumwa. Kwa hiyo kama huyu hapa, huyu alikuwa ni nia ya mwili, ina tamaa ya uzinzi. Ni tamaa ya uzinzi, ni shauku ya uzinzi. Huyu hapa asipoamua cha kufanya, huyu anaegamia nani? Na huyu. Huyu anakuwa mtumwa, huyu anaenda hivi. Ndio ile unashangaa mtu amefanya nini? Ameanguka. Tunaelewana? Huyu hapa akilishwa sana, huyu bado atakuwa na upinzani. Huyu akilishwa sana, huyu hapa akilishwa sana, huyu nafsi anaegamia huku. Tunaelewana? Akiegamia huku anamfuata huyu, yule anakuwa mtumwa. Tunaelewana? Ndio ile kwamba uko katikati ya utende mema au mabaya, unachagua mema, ni huyu hapa ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unachotakiwa kama Mkristo, ukishapokea neno linakuja kwa huyu, manake huyu ameshakula. Akishakula kile chakula, unahitaji kukifanyisha mazoezi kwa kukikiri. Bwana Yesu asifiwe. Unapokiri, huyu hapa nafsi anaanza kuegamia huyu. Na ndio maana uwezi ukawa mwana maombi na uwe mtenda dhambi, labda kama unaombaga vibaya. Uwezi ukawa mwana maombi na uwe unaishi maisha ya dhambi. Uwezi kama mwana maombi na usiwe wa rohoni, labda kama unaomba vibaya. Kuna watu wanaomba vibaya, sikatai. Lakini kadri unavyoomba, kadri unavyokula neno, lile neno linavyogeuza utu wako wa ndani, linafisha ule utu wa kale. Unashangaa huyu anakuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Akishakuwa mtumwa, ndo mtu anaweza akapita katikati ya mazingira magumu na bado Yesu ni Bwana kwenye maisha yake. Tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unachotakiwa, neno ukishalipokea litajaribiwa. Linajaribiwa na shetani, lengo lake ni kuja kuliiba lile neno. Kazi yako wewe ni kuamua kulifuata lile neno, kulitii. Na njia nyepesi ya kulitii lile neno ni kuendelea kuliomba lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Manake unapoliomba lile neno, Roho Mtakatifu anaachiliaga nguvu ndani yako ya kuliishi lile neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndo maana mitume katikati ya vitisho vingi wakaenda mbele za Mungu wakamwambia, Bwana, wewe ulimpaka Yesu mafuta, yule mtumwa wako. Angalia matisho ya Mafarisayo. Biblia inasema walivyoomba kwa pamoja, Roho Mtakatifu akawajaza
Roho Mtakatifu. Walipojazwa Roho Mtakatifu wakahubiri lile neno la Mungu kwa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo kwako. Unaweza ukawa una ugonjwa ambao ni wa muda mrefu, ambao umekaa kwenye maisha yako kwa muda mrefu, na umesikia neno la uponyaji ya kwamba yeye aliyachukua magonjwa yetu na kwa kupigwa kwake tulishapona. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa kuendelea kulikiri neno. Tunaelewana? Endelea kufanya nini? Kulikiri neno. Tatizo letu ni kwamba tunaendeshwa na hisia. Tukishaendeshwa na hisia tunaacha neno la Mungu, tunaambatana na mwili. Ukishaambatana na mwili, Biblia inasema nia ya mwili ni nini? Mauti. Hiyo ndo uponyaji wako wa kibinafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kuliamini neno na kulikiri nini? Neno. Unapolikiri neno, unaenda unatifua miamba iliyoko ndani ya moyo wako. Mioyo yetu inakuwa migumu kutokana na aina ya maisha ambayo tumewahi kuishi, aina ya vikwazo ambavyo tumewahi kupokea. Mioyo inakuwa migumu. Tunaelewana? Moja ya vikwazo ni dhambi. Hatia ikikaa ndani ya muda mrefu inasababisha moyo wako unakuwa mgumu, unashindwa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Pia kuna machungu yaliyokaa moyoni mwetu kwa muda mrefu. Unaweza kukute kuna kitu ulifanywaga inaufanya moyo wako uwe nini? Uwe mgumu, ushindwe kujisamehe. Lakini unapolikiri lile neno, unaufanya upya ufahamu wako. Ufahamu wako ukishakubaliana na neno la Mungu unatoboa. Bwana Yesu asifiwe. Ufahamu wako ukishakubaliana na neno la Mungu. Kwa hiyo haijalishi napitia katika mazingira gani, lakini sitakiwi kuacha kutumaini. Na kuonyesha kwamba natumaini, roho ya imani unakiri unachokiamini. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiri wokovu wa Bwana kwenye maisha yangu. Nakiri ya kwamba mimi ni mtakatifu kwenye maisha yangu. Unakiri kilichofanyika rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Unakiri kilichofanyika rohoni. Mungu hajibu maneno ya unyonge. Maneno ya unyonge tuyapeleke kwa Mungu, sio kwenye mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Mbele za Mungu ndio tunatakiwa kuwa wanyonge, lakini sio wanyonge kwenye mazingira. Kwenye mazingira lazima tuonyeshe kwamba tunatumaini. Mnanielewa ninachokimaanisha? Kwenye mazingira lazima uonyeshe kuna tumaini. Hii ndio sababu, hii ndio utofauti kati ya mtu aliyeokoka na ambaye hajaokoka. Kwamba wanapokutana kwenye changamoto ambayo mtu hajaokoka iko kwa ajili ya kumuua, lakini wewe iko kwa ajili ya kuthibitisha imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo unabidi ukiri neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki. Mpigie Bwana Yesu makofi kama umeelewa. Ngoja nimalizie ya mwisho. Naona muda umeshaisha. Ngoja nimalizie ya mwisho. Zingine zilianguka kwenye miba. Hebu tuangalie kwenye miba hapa. Miba, neno limeanguka kwenye udongo, lakini ule udongo umesukwa na miba. Ile miba inachokifanya kwamba neno linapokuwa na ile miba inafanya nini? Inakuwa. Kwa lile neno linashindwa kuchipua kama lilivyo. Manake nini? Hawa ni watu ambao wanasikia neno lakini wamegoma kuachilia baadhi ya vitu kwenye maisha. Neno la Mungu ili lizae matokeo kwenye maisha yako linahitaji hali ya utoto uchanga. Hali ya uchanga. Biblia inazungumza katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 9. Petro wa kwanza 2 mstari wa kwanza. Yes, wa pili pale. Anasema kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuyakulia nini? Wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni watu ambao wanasikia neno lakini wameshindwa kuachilia baadhi ya vitu. Hawa ni wengi ambao wameshindwa hata kusamehe. Unashangaa anakuja kanisani, anasikia neno la Mungu lakini ameshindwa kusamehe. Yaani moyoni mwake amegoma kusamehe. Moyoni mwake amegoma kusamehe. Kiukweli alinitendea ubaya, kiukweli mimi sitamsamehe. Huyu mtu awe na uhakika ya kwamba neno la Mungu halitaleta matokeo kwenye maisha yake. Tunaelewana? Au huyu mtu yuko kanisani lakini amegoma kuachilia baadhi ya aina ya maisha. Kuna kukubali kuachilia na aina ya maisha na kukosea ni vitu viwili tofauti. Kuna mtu moyoni mwake amegoma kuachilia kuishi aina fulani ya maisha. Amegoma kuachilia kuishi maisha ya dhambi. Amegoma kuachilia kuishi maisha ya uchungu na kutokusamehe. Amegoma kuishi maisha ya kuachilia ya mizaa na vitu vingine. Huyu mtu ni neno linakuwa kwenye miba. Na ndio maana pale anasema hawa watu lile neno linashindwa kuzaa kwa sababu udanganyifu wa mali na tamaa za dunia hii zinalisonga. Tunaelewana jamani? Linafanya nini? Linazisonga. Kwa hawa wanasikia neno lakini neno haliwezi kuzaa kwa sababu linasongwa na miba.
Hii ndo sababu kwamba unahitaji kuwekeza kuombea sana moyo wako kuliko kitu kingine. Wengi tunadili tunamwomba Mungu nguvu, wengi tunadili tunamwomba Mungu upako, wengi tunadili tunamwomba Mungu abariki biashara zetu, lakini nikwambie hakuna maombi makubwa kama kuomba moyo wako uwe kama wa Yesu. Ndio maombi makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lazima mtu akubali kuachilia vitu alivyoviweka ndani yake. Na hapa suruni nini? Suruni nini hapa? Ni kwamba ngoja tena nionyeshe kitu kimoja, kwamba mtu aliye na uchungu hawezi kusikiliza neno. Hebu niwekee Kutoka 6 mstari wa 6. Kutoka 6 mstari wa 6. Kutoka 6 mstari wa 6. Kwa hiyo hata hawa wakiombaga huwaga wanaomba kwa tamaa zao. Hawa watu wakiombaga huwa wanaomba kwa tamaa zao, kwa sababu hawataki kutumiwa na Mungu, ila wanataka kumtumia Mungu. Ni wabinafsi, wamegoma kuachilia baadhi ya vitu kwenye maisha yao. Hawana ile hali ya kuachilia baadhi ya vitu kwenye maisha. Niwekea, anasema hivi hapa, Mungu alikuwa anamwambia Musa, anasema kawaambie wana wa Israeli, anasema basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Jehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa kwa hukumu kubwa. Endelea. Anasemaje mbele? Nami nitawatwaeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoaye mtoke chini ya mizigo ya Wamisri. Endelea tena. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahim na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu, mimi ni Yehova. Endelea. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa mioyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Umeona hicho kitu? Hawakumsikiliza kwa sababu waligoma kuliamini neno. Miba moyoni, uchungu na udanganyifu na vitu vile walishindwa kutumaini. Na ndio maana unahitaji sana kulinda moyo wako. Kuna hali inayoendelea kwenye taifa ambayo yamkini sio nzuri. Hii hali imewaingizia watu wengi uchungu. Wangapi wameingiziwa uchungu katika hii hali ambayo inaendelea kwenye taifa, wanaofuatilia, ambaye ulijisikia moyo kuinama, ulijisikia sana uchungu? Ule uchungu utumie kama mzigo wa kuiombea nchi yako, usiutumie kama mzigo wa kuamua hatima yako. Tunaelewana? Hatima njema haiamuliwi kwenye shina la uchungu. Hatima njema inaamuliwa kwenye shina la imani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwa kama na wabembeleza hivi, naongea au na wabembeleza au mnatafakari? Mnatafakari au mmechoka? Aya. Kwa hiyo Musa akawaambia, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa mioyo. Walishindwa kuamini. Kiukweli Mungu aliwaokoa wana wa Israeli sio kwa sababu wamemwamini, ni kwa sababu aliahidi tu kwamba nitawaokoa, lakini walishindwa kumwamini Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya uchungu wa moyo na utumwa mgumu. Kwa hiyo watu ambao wako kwenye miba, neno linakuja kwenye maisha yao, wanalisikia lakini hawawezi kulipokea lile neno likazaa matokeo, kwa sababu tayari kuna miba, kuna mateso ndani ya mioyo yao, kuna visa ndani ya mioyo yao, kuna uchungu ndani ya mioyo yao, kuna dhambi wamegoma kuziachilia. Kwa lile neno la ahadi njema ya Mungu linavyokuja kwenye maisha yao, haliwezi kuzaa chochote, haliwezi kumfaidia mtu wa namna hiyo. Neno halitakufaidia kama una neno na jirani yako. Neno halitakufaidia kama umeshindwa kumwachilia mtu. Yaani wewe unakuja mbele za Mungu ili akusamee, lakini wewe umeshindwa kusamee mtu. Neno la Mungu haliwezi likawa na matokeo kwenye maisha. Na nimwambia tangu mwanzo, nimwambia ujasiri wako Mkristo sio kuja kanisani. Ujasiri wako ni neno la Mungu liwe halisi kwenye maisha yako. Tunaelewana? Ndio ujasiri. Ndio ujasiri unaweza ukasimama. Mtu aliyeokoka na wewe mtu ambaye umeokoka, ni pale ambapo wewe neno la Mungu linaleta matokeo kwenye maisha yako. Ile ndio ujasiri. Unajisikiaje ukienda kwa mtu ambapo mtu anaumwa, ana vitu vyote lakini ni mgonjwa, ukabandika mkono akapona? Unajisikiaje? Tunaelewana? Unajisikiaje? Unajisikia vizuri. Unajisikiaje unapotumika kupatanisha watu? Unajisikia vizuri.
Ndio ujasiri wetu. Hatujaitwa kutambulika kama matajiri, hatujaitwa kutambulika kama watu tunaomiliki vitu na kutawala. Tumeitwa kutambulika kama watu wanaotembea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Manake kama tungeitwa kutambulika kama matajiri, kuna watu ni matajiri kutuzidi sisi na hawamjui Mungu wetu. Tajiri wa kwanza wa dunia hajaokoka. Tajiri wa kwanza wa Afrika hajaokoka. Tajiri wa kwanza wa Tanzania ameokoka, hajaokoka? Utasikia ni siri yake. Hamumjui kwani anatokea wapi? Ameokoka, hajaokoka? Hajaokoka. Watu wanaomiliki majumba makubwa na magari wengi ni wote wameokoka. Ni wote wanamjua Mungu wako. Ujasiri wako ni nini? Ujasiri wako ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Manake ukisimama wewe uliye na Mungu, unatumaini kuliko yeye asiye na Mungu. Nini matokeo? Kwamba lile neno lilete matokeo kwenye maisha yako. Akina Ibrahim hawakuwa maarufu kwa sababu ya utajiri wao. Walikuwa maarufu kwa sababu watu wote waligundua kwamba akina Ibrahim wana Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Waligundua kwamba wanafanya nini? Wana Mungu. Na lilipo neno la Mungu ndipo Mungu alipo. Yaani Mungu waji kuja hatoshuka hapa eti aanze kukuita labda unamwona. Hiyo ni mara chache sana. Lakini tunavyosema kutembea na Mungu ni neno la Kristo kukaa kwa wingi moyoni mwako. Lilete matokeo, lilete badiliko, lilete kusimama, lilete kushinda kwenye maisha. Kama umeamua kuokoka, maana yake umeamua kuwa wa Kristo. Na kama umeamua kuwa wa Kristo, lazima ufuate njia ya nani? Ya Kristo. Lazima uamue kuishi maisha ya Kristo. Tatizo letu tunajihurumia sana. Tunajihurumia sana, hatuwezi kusimama na neno kama lilivyo. Hatuwezi kusimama na neno kikamilifu linachosema kwenye maisha yetu. Na ndio maana sasa tunakuwa ni watu ambao hatuwezi kujitoa kikamilifu kwenye mambo ya Mungu. Hatuwezi kusimama na Mungu kikamilifu. Na kwa sababu tukiwa vuguvugu Mungu anatutapika, tunachokuwa tunatofautiana na watu ambao hawajaokoka ni shalom. Kwamba ni Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, amin. Lakini unashangaa tunavyowaza, tunavyofikiri, tunavyoendesha maisha, tunaendesha kama wao. Hii ndio changamoto iliyoko ndani ya mwili wa Kristo. Tunaendesha vitu kama watu ambao hawamjui Mungu. Na ni kwa nini? Kwa sababu hata kama neno tumelisikia la Mungu, ninaposema neno ni general, ni katika mambo yote. Ni neno aidha kwenye afya, ni neno aidha kwenye maisha, ni neno aidha kwenye uchumi, ni neno aidha kwenye wokovu wako, ni neno nini. Tumelisikia neno, lakini hatuko tayari kuachilia baadhi ya vitu. Kuna mizigo mizito ambayo uwaga inalifanya neno la Mungu lishindwe kuzaa kwenye maisha. Ipo mizigo. Kuna aina ya maisha ukiishi yanafanya neno la Mungu lishindwe kwa jasiri kuzaa kitu kwenye maisha. Utapoteza muda kuja kanisani, utapoteza muda kujitoa sana kwenye sadaka, kufanya nini, lakini kama hautakubali kuachilia baadhi ya vitu, hautaweza. Suluhu ya hiki kitu ni Warumi 12 mstari wa kwanza. 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 Niweke. Anasema, basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu. Itoeni miili yenu. Mwili wako ni sadaka. Mwambie jirani yako, mwili wako ni sadaka. Mwili wako ni sadaka. Unajua kwa nini kuna maombi mengine unayaomba kwenye maisha yako ambao hukutakiwa kuyaomba? Kwa sababu mwili wako sio sadaka. Haujamfanya Kristo atawale kikamilifu moyoni mwako. Moyo wako, hekima yako, maamuzi yako yaamuliwe na kile Yesu anachokisema. Ile ndio ujasiri unaopata kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Mtu akifika ile level ya kutoa mwili wake kuwa sadaka na dhabihu, ana ujasiri wa kulikiri ile neno, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ila maisha yako yakiwa ni ya kwako na ya Mungu yakiwa ni ya Mungu, ndio ile sasa unaporudi unakuja kama mwizi mbele za Mungu. Unaanza kumhonga Mungu. Kuna watu wanafanya karata za kumhonga Mungu, za kucheza kamari na Mungu. No. Mwili wako uwe sadaka. Mwili wako ukiwa dhabihu, mali zako ni dhabihu mbele za Bwana. Hautaogopa kujitoa alimradi umesikia ni Mungu amesema. Hautaogopa kufanya maamuzi ya kimungu kwa sababu ni Mungu amesema. Itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu. Maana hiyo ndio ibada yenu yenye maana. Kumbe ibada ni kuitoa miili kuwa dhabihu takatifu ya kumpendeza. Niwekee mbili, anasemaje? Mbili anasemaje? Anasemaje mbili pale? Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe
kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Niwekee Mithali 23 mstari wa 26. Mithali 23 mstari wa 26. Kwa hiyo unabidi ujitoe. Moyo wako ni mali ya Mungu, maisha yako ni mali ya Mungu. Lazima ukubali kuachilia baadhi ya mizigo mizito kwenye maisha yako, ili lile neno litembee na wewe kikamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu wengi hata Roho Mtakatifu hatujai, sio kwa sababu Roho Mtakatifu wa kipindi hiki ni mdogo kuliko wa zamani. Mioyo yetu iko mbali. Ukitaka kufocus, yanakuja maruerue mengi kichwani. Na ngoja nikwambie kitu. Tunaposema kuutoa moyo, moyo ni akili, hisia na maamuzi ambayo iko kwenye nafsi pale. Tunaposema kitu kiwe na nafasi kwenye moyo wako, ni kitu ambacho kina nafasi kwenye muda wako, ni kitu ambacho kina nafasi kwenye maamuzi yako, ni kitu ambacho kuna wengine mizigo yao au uchungu wao ni baadhi ya vitu wanavyoangalia hivi. Unajua, ngoja niwaambie kitu. Sisemi kuangalia tamthilia ni dhambi, sisemi kuangalia movie ni dhambi, sisemi kusikiliza taarifa nyingi ni dhambi, lakini uwe una uhakika ya kwamba chochote unachokisikiliza na kukiangalia, kama hakikupeleki kumtafakari Mungu, kitakuwa kikwazo kikubwa utakapotaka kumtafakari Mungu. Wangapi wamenielewa hiyo kauli ninayoongea? Naomba nirudie. Sijasema ni dhambi, ila nataka ushike hii kauli kwamba chochote unachokiangalia na kukisikiliza, kama hakikupeleki kumtafakari Mungu, kitakuwa kikwazo kikubwa kumfanya umtafakari Mungu utakapotaka kumtafakari Mungu. Hii ndio sababu wengine mnashindwa kufocus kwenye maombi yenu. Unashindwa kufocus kwenye maombi yenu. Ukitaka kufocus unaona ugumu, unaona uzito. Ulishawahi kujaribu ukakaa karibu na neno na maombi, karibu na neno unasikiliza, afu ukataka kuomba? Si unaonaga kuna uwepesi fulani umeachilia? Ila ukikaa busy, ukikaa kwenye vitu vingine ambavyo vikupeleki kumtafakari Mungu, automatically utakuwa mgumu kwenye maombi. Ndio maana sasa tunaweza tukawa nasema jaa Roho Mtakatifu, jaa Roho Mtakatifu. Watu hawajai. Kwa nini watu hawajai? Kwa sababu mioyo yao hawajaiandaa kujaa. Mioyo yao iko mbali na Mungu. Wako mbali hawa watu, hawajai kwa sababu mioyo yao iko mbali. Na kadri moyo wako unavyozidi kuwa mbali, shetani, kwa sababu ukiwa Mkristo shetani hawezi kukaa ndani yako. Ukiwa Mkristo shetani hawezi kukaa ndani yako, ila kadri unavyozidi kukaa mbali, anazidi kuongeza uchafu, ili uwe unazidi kuwa mbali na uwepo wa Mungu. Na kadri unavyozidi kuwa mbali na uwepo wa Mungu, ndo maisha yako sasa yanaanza kuamuliwa kama mtu wa kawaida. Unakuwa carnal man, yani mtu wa hali ya mwili, mtu wa mwilini, ni kama mnyama wa kawaida. Yani mtu wa mwilini ni kama mnyama wa kawaida. Unakuwa kama uzao wa Kaini wakati umeokoka. Ndio ile unashangaa kuna vijitabia vinaibuka ndani yako. Unasema hivi vijitabia mbona sikuaga navyo? Vimetokea wapi? Vimetokea wapi? Umejaza vitu kwenye moyo wako, umejaza vitu kwenye akili yako. Linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anasema, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Give my heart. Mungu anadai moyo wako. Mwanangu nipe moyo wako. Manake nipe akili yako, nipe muda wako, nipe nafasi kwenye maisha yako. Macho yako yapendezwe na njia zangu. Nipe moyo wako. Biashara ya Yesu katika agano hili anachokitafuta, anatafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Anatafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Dhambi zote unazoziona ni matokeo ya Mungu kupoteza nafasi kwenye mioyo ya watu. Yaani dhambi ni matokeo ya Mungu kupoteza nafasi kwenye moyo wa mtu. Mtu yoyote asipokuwa na hofu ya Mungu ndani yake, au Mungu asipokuwa na nafasi kwenye moyo wake, chochote anachokifanya yule mtu ni kwa ajili yake na ni kwa ajili ya ubinafsi. Mtu akiwa na nguvu, hata mtu akiwa na elimu, hana nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye moyo wake, atatumia ile elimu kuleta uharibifu kwa wengine. Mtu akiwa na nguvu ya kiutawala au nguvu ya kiuchumi au nguvu yoyote, alafu hana nafasi ya uwepo wa Mungu kwenye moyo wake, atatumia ile nguvu kuharibu. Kwa sababu Mungu anapotawala moyo wako ndio inakuwa ni control governor. Mungu akiwa ametawala moyo wako, chochote anachokisema kwenye maisha yako ni chako.
Ahadi zote atakazozisema ni zako. Kila kitu anachokisema ni chako. Mtu hajaitwa kuishi kwa miujiza, ameitwa kuishi kwa kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Miujiza inafahamika kama God's intervention, yani ni Mungu ameamua kuingilia kati. Ila tangu zamani Mungu anataka mtu uishi kwa kanuni, na kanuni ni hii ya kwamba umeamua kuwa Mkristo, lazima ukubali kuachilia vitu fulani kwenye moyo wako, ili unaposikia neno la Mungu litue kwenye udongo wenye rutuba unaoweza kuzaa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu halitazaa kama kuna vitu umekataa kuviachilia. Hii ndio sababu tunakujaga kwa toba. Toba sio staili ya maombi. Toba ni hali ya moyo kabla ya staili ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Sio staili ya maombi kwamba sasa hebu tukajitakase. Unaanza kusema Bwana nitakase dhambi nilizokusudia na sizokusudia, kuanzia unyayo mpaka kichwa, kuanzia wapi Bwana, zingine nilipita hata pale kwa nani nilipita. Kuna kanisa fulani niliona sehemu fulani inaitwa kanisa la toba. Wao wakianza kuomba toba utakimbia. Okay, linaitwa kanisa la toba, lipo pale Korogwe. Linaitwa kanisa la nini? La toba. Sasa sijui alipata ufunuo wapi wa toba. Maana akianza kuomba toba, anaombea kila kiungo cha mwili lazima kitakasike mbele za Bwana. Kila kitu anaombea. Toba sio staili ya maombi, ni hali ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya kugeuka ya moyo, ya kwamba nimeamua kumfuata Kristo, lazima nikubali kuachilia kitu fulani. Kwa hiyo ninamsamehe mtu sio kwa sababu hajanikosea sana. Ninamsamehe mtu sio kwa sababu sina uwezo wa kumdhuru. Ni kwa sababu nikimshikilia huyu mtu atanizuilia nishinde kumwona Mungu. Kwa hiyo ninasamehe mtu sio kwa sababu yake, ni kwa sababu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ninasamehe mtu sio kwa sababu yake, ni kwa sababu yangu. Ninaamua kumpenda mtu sio kwa sababu amenitendea mambo mazuri. Ninaamua kumpenda mtu kwa sababu nikitunza chuki ndani yangu na huyo mtu atanizuia nishindwe kumwona Mungu. Kila kitu unabidi ufanye hivyo. Kwa hiyo ninaamua kuishi aina ya maisha fulani sio kwa sababu aina ya maisha unayoishi yana maana kubwa kutafsiri kwamba utakutana na Mungu au utakutana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Za mwisho zilizoanguka kwenye udongo mzuri, hawa sasa ndo hao watu ambao wamekamilika katika hivyo vitu vitatu. Cha kwanza, wametuliza mioyo yao isikie neno la Kristo. Wameweka maandalizi. Cha pili, wakilipata lile neno wanaenda kulizaa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda kulizaa, wanahakikisha lile neno linachipua, linazaa. Cha tatu, wako tayari kuachilia chochote ili lile neno liwe halisi kwenye maisha. Haleluya. Wako tayari kuachilia chochote ili lile neno liwe halisi kwenye maisha. Narudia tena, ujasiri wa Mkristo upo kwenye neno la Mungu kuzaa matokeo kwenye maisha yake. Mkristo, neno la Mungu lisipozaa matokeo kwenye maisha yako, utakosa ujasiri mbele ya kusimama na adui. Utakimbia na ingali una Bwana wa majeshi kwenye maisha yako. Ujasiri wako uko kwenye kulifanya neno la Mungu lizae matokeo kwenye maisha yako. Na anayeamua neno la Mungu lizae ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu yeye kazi yake hulituma neno. Mungu anapolituma neno, anatuma neno package yake na uponyaji kwenye hilo neno. Kazi yako ni kulichukua lile neno na kulilinda katika hizi point tatu. Cha kwanza, kabla hujaja kanisani, jiandae kwamba ninaenda kanisani, nitakutana na sauti ya Mungu, nitakutana na neno la Mungu, nitakutana na kile kitu Mungu anachokisema. Nikifika, nikishalipokea lile neno, ninapotoka ninajua kabisa kwamba nimepokea kitu. Na nitakapokuwa huko, niwe tayari kuachilia chochote kinachofanya lile neno la Mungu lisizae. Manake kazi ya shetani anachokufanya, akuja kufanya abortion. Abortion ni kama ni mtu mwenye mimba, afu ile mimba tunasema imetoka, si ndio? Au mtu ameitoa mimba. Shetani anachokuja kufanya, anakuja kuifanya ile mimba itoke, ambayo ni mimba ya kutumainia neno la Kristo ambacho umekifanya kwenye maisha yako. Anakuja kuifanya lile neno litoke, lisizae matokeo. Lakini unatakiwa kulitunza lile neno kwa kuulinda sana moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yes. Wangapi watakuwa tayari kulinda moyo wao hapa kwa hili neno? Wangapi wameelewa ninachokimaanisha? Moyo wangu wazi. Inamisha kichwa chako. Moyo wangu
wazi, moyo wangu wazi. Tuimbe wote, moyo wa, tuimbe wote, wazi, moyo wangu wazi, moyo wazi, wazi, niko hapa, niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi, niko hapa Bwana, niko hapa, uniguse Bwana, moyo wangu wazi. Inua mikono yako juu mahali ulipo, sema Roho Mtakatifu. Naomba utamke kwa sauti, tusimame wote, sema Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ufanye moyo wangu kuwa madhabahu yako. Roho Mtakatifu, ufanye moyo wangu kuwa madhabahu yako. Nipe neema ya kuviachilia vyote visivyotokana na wewe. Nipe neema ya kusimama na wewe katika kila jambo. Sema Roho Mtakatifu, ninajua unanitegemea mimi hapa duniani kudhihirisha utukufu wako, kudhihirisha hekima yako, kudhihirisha uweza wako. Nipe neema ya kuviachilia vyote vinavyozuia nisidhihirishe utukufu wako. Ninakataa kifungo cha uchungu kunitawala maisha yangu. Ninakataa chuki kunitawala maisha yangu. Ninakataa kila pando lisilotokana na wewe kunitawala maisha yangu. Sema kila hatia ya kosa nililowahi kulitenda, ninatangaza nimesamehewa, nimesamehewa. Sema ewe nguvu ya hatia, hauna nafasi juu ya maisha yangu. Niko ndani ya Kristo, niko ndani ya Kristo. Karosa. Sema kuanzia leo nitaweka tumaini kwenye neno la Mungu. Kama neno la Mungu limesema mimi ni mzima, ninakataa nguvu ya magonjwa. Ewe magonjwa, hauna nafasi juu ya maisha yangu. Ewe magonjwa, hebu tamka kwa imani, tamka kwa imani. Ewe magonjwa, hauna nafasi juu ya viungo vyangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kama neno la Mungu limesema mimi ni mtakatifu, ndivyo nilivyo, ndivyo nilivyo. Sema ewe nguvu ya dhambi, hauna nafasi juu ya maisha yangu. Nguvu ya uharibifu haina nafasi juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema kama neno la Mungu limesema mimi ni tajiri, ndivyo nilivyo. Ninakataa laana ya umasikini kwenye nyumba yangu, kwenye nyumba yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema ewe nguvu ya umasikini, ninakukataa. Ewe nguvu ya ujinga, ninakukataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama neno la Mungu, limesema ya kwamba mimi ni mzima, ninatangaza sitakufa, nitaishi. Niliyatangaza matendo ya nguvu, matendo ya Mungu. Sema ewe nguvu ya mauti, ewe nguvu ya mauti, hauna nafasi kwenye afya yangu, hauna nafasi kwenye uhai wangu, hauna nafasi kwenye uchumi wangu, hauna nafasi kwenye kazi zangu. Sema ewe nguvu ya mauti, hauna nafasi juu ya taifa la Tanzania, kwa mamlaka ya jina la Yesu.
karosila balenos kerotames kariabontabelani shabalagadilaba rakita paladusapena arota peladiaba kerotaya bondesai kila baba boshande la baba. Sema kila agano la kuzimu lililopatana kinyume cha uhai wangu, hilo agano liwe batili, liwe batili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kila mishale iliyotungwa kwenye ulimwengu wa roho kinyume changu, kinyume cha familia yangu, kinyume cha watoto wangu, kinyume cha nyumba yangu, hiyo mishale iharibiwe, iharibiwe kwa jina la Yesu. Sema kila utendekaji kazi wa shetani wa kisiri kinyume cha maisha yangu, huo utendekaji kazi utakuwa peupe, utakuwa peupe kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu nitazaa matokeo ya neno la Mungu kwenye maisha yangu. Sema mimi ni kile neno la Mungu linachosema kwenye maisha yangu. Hebu nenda katamke kwa dakika 2. Tamka kwa dakika 2. Tamka kwa dakika 2. Usishangae, sijasema mtu ashangae. Nimesema tamka kwa dakika 2. Karus palaba shabre konta bela kutapela ebran taribu saitamena.